Ile pombe inatokanga bado kwa Mungu. Kwa Mungu. Sasa unakunywanga. Hata ukienda kwa Hebrews, inasemanga kadogo si kabaya. Inasemanga vizuri. Mwanaume mwenye anakunywanga pombe, huyu sasa ndio mwanaume. Huyo ameacha tanki ya mafuta ikiwa wazi. Sasa nimwambie. Sawa baadaye. Yes, hello ladies and gentlemen, welcome back to the Love of Theo channel here. Nimepata mkurugenzi mzito hapa from Kikuyu Town. Kikuyu Town, hii barabara inaitwa Studio. Yeah, nataka tu kumuuliza maneno 1 2 3 hivyo. Bro, vipi? Salama, naitwa Moses Juma. Naitwa Moses Juma. Ndio, na kwa kuwa maisha ya Kenya imekuwa ngumu na bado president wetu anataka maisha yawe magumu. Hatufahamu Kenya yetu inaelekea wapi na inatoka wapi, maana alituahidi kuwa atarahisisha maisha na baada ya mwongozo wa magumu sana. Sifahamu anatafakari nini kuhusu watoto wake wa Kenya, ama anaplania nini, sababu sio ni kupanda nini. Na nyinyi watu wa Nduthi, si unafanya kazi ya Nduthi? Sasa wanakaa si wana bodaboda, promise kuwa atatusaidia maisha yetu, na bado maisha ni magumu, na tena anahitaji hayo maisha yaendelee kuwa magumu. Kwa kweli yeye ni baba wetu, anafikiria nini kutuhusu sisi. Ndio. Okay. Naam. So naona mbona unaingia kukunywa chai? Ndio, naenda kunywa chai. Sawa. Twende tu tukipiga story hapa. So sasa tuseme maybe mapato ya kitambo na ya siku hizi. Ukienda tu kwa sasa hivi kwa mapato yanakuwa magumu sana. Sika ni maya pale. Tusimamia hapa. Tazama kwa sasa hivi na maya pale unapata maisha yanakuwa yani maya ilikuwa rahisi kidogo, kwa sababu ukiangalia kila kitu venye sasa hivi bado ulipo na kuamia kuongeza vitu, kuna watu wasiojiweza na ni lazima watoke ndio waweze kupata kitu cha kukula. Na watu labda kwa siku anatarajia apate 200 ndipo aweze kulisha familia yake, ila ukifuatilia unapata kuwa hawa watu hawana kitu ya kupata, na watu waweze kutasama kuongeza maisha ya juu. Kwa kweli atembee huku chini aone watu wanavyosumbuka, aje kutembea michi peke yake kwa ajili michi ni watu wale wako kazi, ila kijijini ni watu wengi hawana ajira na wanategemea kukula. Sasa waona mafuta yanapandishwa, unga inapanda, kila kitu kinapanda. Anawaza kuwa hawa watu wa chini watatoa wapi kazi ndipo waweze kulisha watoto wao waende skuli, itakuwaje? Okay. So maybe umekuja kukunywa chai hapa. Ulikunywa nyumbani ama kukunywa kwa nini, ama ni sababu ya baridi? Kweli hauwezi kuwa na watoto wawili ama watatu na uko na nia wewe ukae kufinyilia wanao pale. Itabidi wape patie mamayo nia ashughulike masiwa 50 na escort ya 50. Hao watu watatu wataweza kurudika kidogo kaja hawezi rudika. Na mimi lazima niondoke sasa hivi, mimi chai hapa alafu nifanye kazi ndipo nifike. So umekuja kwanza ufanye kazi kidogo ndio upate pesa ya kunywa chai. Nifanye kazi ndipo niweze kupata pesa ya kunywa chai. Alafu kisha sasa tupande lunch. That's nice. So thank you so much bro. Ama maybe kwa wale vijana wanaendesha ndugu ama mwenye ameona ni mwisho, unaweza mwambia hapana, asichoke, kwa sababu tangia tusaliwe hamna mwisho wa maisha. Mwisho wa maisha ni mtu kufa. Asichoke kutafuta, achipe moyo, bali akumbuke Mwenyezi Mungu yupo na anatupenda sisi zote na hawezi mnyima chakula. Sasa mtu asiwe na shaka kuwa eti anaona mwisho wa dunia. Hapana. Kuna mwaka tuliambiwa, sijui mwaka wa 2002
jiwe litaanguka. 2000 Ushawahi ona mtu akakoza cha kukula ama jiwe likaanguka? Hapana. Wengi wapumbavu waliuza shamba lao, wakala hela zao na bato hapo. Usichoke na maisha. Bali maisha Mwenyezi Mungu yupo, akiwa amekuchajia uzima, jua wewe bato ni tajiri. Unaona sauti yako ni kama ya mhubiri, ni kama nini? Hapana, mimi si mhubiri. Ni malezi. Okay. Thank you so much. Siwezi jua mbele ya Mungu, hawezi jua, bali ni malezi. Jina ulikuwa unasema nini? Musa Juma. Wengi wanapenda kuita Moses Juma. Makazi ni kazi hapa, bali mimi msaidia kuanzia kazi. Ni poa sana Juma. Mimi nimeshukuru sana, nimekuwa hapa nimekunywa chai nyingi sana. Lakini mimi nataka leo ninywe chai. Nashukuru sana. Asante. And then mimi tena Mwenyezi Mungu akubariki kwa yale anayotoa, kwa baraka mbele hizo. Akubariki pia zaidi. Bariki familia yako. Asante. Na Samia familia. Naishi na familia huko. Sawa. Hiyo ni nzuri sana. May God bless you. Thank you so much. Haya. Yes guys, I'm still in this road here, and I've talked to that gentleman there. He's a humble guy, a good guy. I was like, "Are you a preacher, sir?" And he said, "No, it's just how he was brought up." So, ladies and gentlemen, it has been an awesome walk. I've been rained on, and thanks to God. Look at that. Wet. So I've just been from there. I've talked to that gentleman there. He's such a humble guy, a good guy. In fact, he sounds like a preacher. So moving back to Kikuyu town. So this place here is awesome, very nice, very beautiful. The weather here is fantastic, apart from the rain. But the rain is a blessing all the time, and that is it. So the roads here are very much developed. This place here is being constructed. I'm constructing this perimeter wall here. This perimeter wall is being constructed. This gentleman. So kazi ichapwe, mjengo inadumu, inafanya kazi. So this is beautiful job, beautiful work that they are doing right here. So these are the developments that are going on in Kikuyu town, or in Kikuyu. So this place is awesome, beautiful, good, nice. It's morning. It's around 9 a.m. 9 a.m. Mvua kali. Look at that place. Look at that. The beauty of this place. You see the beauty of this place. The place is green, beautiful, awesome. Everything is wow. Look at that. He's utilizing this place. This is next to the road. I think it's a section of the road, and he has decided to grow maize and beans. So those are rain. Actually, it's like 2 meters width. All the way from the other side, he has just grown potatoes. I can see potatoes, maize over there. Yes, utilizing every space. Yes, this kids play area. If you want your kids, right there, there's that area there. So you can't suffer in this place. If you want
Look at that building there. So this is the development part of Kikuyu. Just some few kilometers to Nakuru, to Nairobi city CBD. Look at that, those buildings, very beautiful, very beautiful. Okay. Yes. This place is very cold, very cold. In fact, this jacket here is fake jumper here, but I think I should once I visit this place, I should be able to buy the appropriate attire for this area here. Yes, appropriate attire, because this is too much. This is too much. This is too cold. This is too cold. This is too cold. Freezing. Crazily freezing. Yeah. So if you are around Kikuyu, you have to visit and see the beauty of this area here. If you want maybe a morning run, this is the place to come for a morning run. You want maybe just an evening walk, bump to this place. This road here is super awesome. You can move around, you can do many things around, you can super cold. I'm freezing. Yes, I'm freezing. I don't know if there's such English in the world. Small things like this one that the Chinese who are doing it, and we have Africans. But I think the problem is most of the Africans, if you are given such a job to do, we tend to do it poorly. That after just a very short period, the road is damaged again. So you can see potholes everywhere. But the Chinkus are given this kind of jobs. Their jobs at least last for some time. And also the effectiveness are very, I don't know, but that's the main reason. I think the Kenyan engineer, I don't know, they learned from online, but all in all, that is it. When you speak like Tesla, that's it. Yeah, we are now in Kikuyu town, Kikuyu city. Oh, Kikuyu town. I'm used to the city here. The city is in Nakuru city, Nairobi city. We have only 4 cities. That's Nairobi city, Mombasa city, Kisumu city, and the youngest, which is Nakuru city. So nimenyeshewa just because of you, my viewer, because of content, because of making sure you get something. That's the post office over there. That one here, that's the post office. And I think I should end my video here. Thank you so much for watching this video.
make sure subscribe, watch, and yes, we'll move on. So thank you so much, guys, and may God bless you. May God bless each one of us. So I'm back. Bye bye. Wasiombe matenzi. Usiombe matenzi, juu ukiomba matenzi lazima ukule. Hata wacha nikwambie vizuri Muriongori. Unaona Yesu hata yeye bado alikuwa na manga, juu unajuanga vizuri mwili yako bana inatumikanga ni kama mmea, useme vizuri ati inaweza mea kuwa na jua. Kwa hivyo yeye juu unajumuanga kumanga ni lazima. Kwa hivyo kuenda kuomba matenzi ni kama kuomba shetani. Hayo tuongea true. Agree set you free. Samorio. Nikisema hivyo wacha niambie watu wote kuna code, yani kuna kuanga na code. Na sasa ni mpaka ulikuwa unaona kuna vumbi. Wewe unasema vizuri ati kumewaka, ati Mungu amesahau. Na Mungu hajaisahau na binadamu. Hapana, sasa hivi unaona green. Mbao sasa hivi kama huku kumerauka majini. Wewe kwa jina unaitwa nani? Kwa majina wacha niseme vile tangu yo ama 1 point. 1 point. Ama hasura yo. Hapa Kikuyu wanakujua aje? Mimi sasa ndio yo. Unaitwa yo? Yo. Sinanga maneno hivi, nikikwambia maneno ya jina haitakusaidia, lakini mimi niite yo. Yo. Nikikuita yo bado hiyo tu ni majina yo. Sawa. Yo unapatikananga wapi yo? Mimi kunipata naweza nipata Wangige. Wangige ni wapi? Ni Wangige ni pande ya kuna huku chini sasa hivi uko Kikuyu. Unalipwa kadati, unateremka. Na ni ukuulize. Wewe unakuanga huko every time huku Kikuyu. Huku Kikuyu nakujanga tu kutulia, yani niseme katei na kapenda. Ni kama bangi wenyewe, yani watu wanapendanga bangi. Sasa hii ni nani anapendanga bangi? Ati nani anakutanga bangi? Nani anapendanga bangi? Ati bangi, unajua bangi ni mmea. Bangi ni mmea lion. Haki ya Mungu. Bangi inakuanga mmea. Na mmea unajua sasa mmea bado inalewa na Mungu. Ya Mungu. Lakini hata pombe inatokanga bado kwa Mungu. Sasa unakunywanga. Hata ukienda kwa Hebrews inasemanga kadogo si kabaya. Inasemanga vizuri. Mwanaume mwenye na kunywanga pombe yule sasa ndio mwanaume. Huyo ameacha tanki ya mafuta ikiwa wazi. Sasa nimwambie. Sawa baadaye. Huyo afunge nini? Tanki. Aga hizo baba. Mimi sina maneno mabaya, lakini naweza tu kurudishia tu Mungu shukrani. Mungu mimi naona Mungu hapo. Saa hizi wacha nikuambie unga ilikuwa inatoka ngapi? Saa hizi inatoka 200. 200 wacha nikuambie juu ya Mungu. Hata hiyo unga watakula hata wao. Tutakuwa tukisiaga. Tukisiaga Sinaona mpaka saa hizi sukuma boga kadogo hivi. Alikuwa kanatoka aje? Kanatoka choani. Saa hizi wacha nikuambie, hata napitia, hata ukiniambia kwa shamba yako, hata nikipitia tu materere nini managu. Mimi napitia mpaka kwa kichaka. Naikuta. Saa hizi tu ni mafuta. Kauka bado, kauka tunavumilia tu juu ya weather, na lakini mimi bado sasa hii kaunga vile kamekuwa juu hivi, unapata wapi hela ya kununua kamnyeso? Sina mnakwambia Mungu wako, kila kitu iko. Bora tu ukimwamini, hakuna maneno. So sasa wewe kazi yako ni nini unafanyanga? Kazi yangu wacha nikwambia Morio. Mimi napigapiganga magari za wenyewe. Nazibonda. Nikisema beba. Mimi napata kama. Sasa hapa hakuna magari kupatana ama ndio unaelekea huko? Sasa hizi ni kuelekea naelekea, lakini unajua sasa hii ni kazi kama ya kujiandika. Kujiandika na mtu. Lakini si ati kazi na katanga. Lakini ukienda kwa kazi bana, unakutanga masharti, maseria nini. Unaona? Hata hiyo gari bado unanikutanga nikiwa siku moja, yani nimeshapewa na tajiri. Lakini kuna gidhaa yenyewe unaona sasa ndio hata kuwalia yo. Ni kama venye unaona umodo wito utogo yako na ujugilia terere. Haiduru. Venye situation inakuanga. Wacha nikuambie juu Mungu anajuanga bereni. Hata saa hizi si ati tunabonga naye juu ya kitu kingine. Tunabonga juu ya nini?
ya Mungu. Walikuwa wanajua vizuri tukamboga na nani na wewe. Si ndio? Juu unamwamini, juu anaongea anakuanga mtu tu yani. Ndio unaona mpaka ajabu huwezi kula. Na ndio saizi umesimama mpaka kaweza kamesimama. Si unaona? Bereni kulikuwa na manyunyu, si ndio? Ndio starter. Ili tubonge na wewe bila manyunyu. Bila manyunyu. Lakini manyunyu inakuwa, si ndio? Ninakwambia ukitaka right, trust in God. Na God ukimtry. Aisemange wacha niweke pale kando. Juu hata wewe ukiwa mtoto, unaonanga madhako, hata kama mlikuwa na mdogo, unaonanga madhako venye alikuwa anafanyanga, alikuwa anafanyanga hivi. Kuna mwenye amemkosea ndio unaonanga mpaka akupe chakula na kupena hiyo kilo. Hata ukikula hata yule kuranga bado unapiga makelele ingine. Lakini anaelewa. Lakini kesho hii ingine unakuta yeye sasa mpaka maadhi. Kakumia alikuwa nako. Sasa kuambia wewe ndio chukue mwanangu hivi. Unataka bogua chukue. Na bogua bado ni mtoto yake. Sasa Mungu ndio anafanya. Sawa bro. Ndio. Alafu nikuulize hata wewe kama unamboga na mimi, wewe umetoka wapi? Hata wewe nimetoka Nakuru. Umetoka Nakuru? Umetembea Kikuyu. Lakini umepata hujapata makosa, yani umekuta watu ni wale tu. Hajakuta yani mavampaya, hajakuta mavampaya ama masaigongi. Nini umekuta watu ni wale tu. Wale. Blessed. Thank you so much. Mimi naitwa Theo. Theo ni theology ama Theo gani? Sasa wewe kumbe ni msomi. Mimi naitwa Theophilus. Ni kampuni. Theophilus jina langu inaitwa Theophilus. But sasa jina langu inamaanisha love of Theo. Love of Theo. Ama Theophilus means love of God. Love of God. Lakini sasa channel yangu nimeita Love of Theo. Theo means God, si ndio? Unajua hiyo? So nimename Love of Theo. So ukiingia kwa channel, ukiingia kwenye browse so hii video yetu hii leo naenda kuweka kwa Love of Theo. Love of Theo. Kwa hivyo kuna upendo huko. Kuna upendo. Wacha tuseme wenye wataangalia. Waangalie tu bado na bado waambie. Na waambie wa subscribe kwa YouTube channel ya Love of Theo. Hivyo tu. Subscribe Love of Theo. Subscribe tu. Najua bado inaongeanga true. Yani venye inaongeanga. Inaongea mambo na Mungu ya upendo. Na kuna kitu kizuri nimekuambia kama wewe ni mwochaji, yani unajionea kwa hiyo video. Kama unajua jina unaitangwa God, unakuanga na maneno tu matatu tu. Let us start. Maneno tu matatu. Nikiongea tu maneno matatu, kusema aje kuna jia. Kwanza inakuanga na God, jia. Go. Ukiangalia jina G, go. Halafu O ina mean on. Halafu D ina mean development. Go on development. Thank you bro. Asante sana. Halafu wacha niseme juu ya Theo. Tuko na huyu brother. Na ndio tu bado tumemwambia kulikuwa na manyunyu. Najua kwanza saa hizi kwanza wacha nipeleke kwa kahawa. Tupulike mpaka mnajionea manyunyu tukiwa Kikuyu. Kwa kahawa nitakunywa kahawa pia. Kuna kazi naingia kidogo. Asikatai lakini kahawa si ya pesa. Sina sahi. Si ya pesa mingi. Ngoja tu kahawa niwache